mbunge wetu wa Kisii County. Asante sana mama county. Huyu anaitwa Alpha Miruka, Bomachoge Chache constituency. Asante sana mheshimiwa. Huyu anaitwa Marwa Kitayama, mbunge wetu nimeona ulikuwa umejipanga, Wakuria East. Asante sana Migori County. Huyu anaitwa Zahir Janda, salimiana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Rais, karibuni sana, asanteni sana. Zahir Janda ndio mbunge wetu hapa kwetu. Asante sana vijana, congratulations. Tuendelee kujituma, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hawa vijana wetu wanaenda kupata pesa kupitia kwa pochi la biashara, si ndio? Hilo pochi la biashara, we have loaded it with digital business tools. Kwa hiyo pochi la biashara, wakati ule utakuwa unanunua vitu ama unaenda kusaidia, ukienda tuseme kwenye benki siku nyingine kuomba pesa, wakikuuliza tupatie zile records zile vile ulikuwa account yako inaangalia, you just go there, you download, hiyo record itakusaidia. Na tena hilo pochi la biashara, we have ring fenced it from any obligation yenye uko nayo. Kama uko tuseme na Fuliza, pia tume ring fence. Lakini mimi nilikuwa nataka nichomoe ya Hustler Fund hapo, lakini rais akakataa. Ati tuache tumpate, si tuchomoe ya Hustler Fund hapo. Tuchomoe ya Hustler Fund. Wangapi wako na deni ya Hustler Fund? Mbona mumekataa kuinua na mtaki nichomoe? Mulilipa? Lakini rais aliwatetea, alisema PS usitoa hapo pesa yote, acha tu hiyo pesa. Rais anawapenda, akasema tu mwache hiyo pesa ikae hapo, afanye biashara, ndio baadaye sasa wataweza kulipa. Mheshimiwa Rais, niruhusu sasa kwa heshima nimwalike waziri wangu, waziri wa Cooperative and MSME Development, Wycliffe Ambecha Oparanya, akuja chukulie hapo aendeleshe kipindi. Makofi ya Mheshimiwa waziri wangu. Vijana oye! Vijana wa Kisii oye! Vijana wa Migori oye! Vijana wa Nyamira oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais, mawaziri wenzangu, makatibu na waheshimiwa wote ambao wako hapa. Leo ni siku ya muhimu, lakini kabla ninene machache, nina wenzangu hapa ambao wameandamana na rais. Nataka tu waje hapa waseme chambo, alafu tuendelee, nikianza na kijana wenu waziri wa elimu. Kijana wa hapa, karibu useme jambo. Vijana oye! Vijana wa Nyamira mko? Wa Kisii mko? Na Migori mko? Bwana Rais, Deputy President, mawaziri wenzangu, all the leaders here, mimi nataka kuchukua nafasi hii kukuambia kwamba tuko na asanti kubwa kwa hii program ya Nyota, kwa sababu inasaidia vijana wetu ili wapate maisha mazuri kwenda mbele. Nataka kusema hivi, wale ambao wanasema kwamba hii pesa ni ndogo, hawa ni wale watu hawajawahi tembea miguu tupu. Hawa ni wale watu ambao hawajalala njaa. Hawa ni wale watu ambao hawajalala katika nyumba inanyesha. Kwa wale watu kama sisi ambao tumepitia haya, hii shilingi 50,000 ni pesa kubwa sana ambayo inaweza kuinua maisha yetu. So nataka kuambia vijana, tumeeni hii pesa kwa makini, itabadilisha maisha yenu, kwa sababu hii serikali ya William Ruto inabadilisha maisha ya Wakenya wote. Ya pili, Your Excellency, nichukue nafasi hii niseme asante sana
kwa ile instruction directive walitoa kwamba watoto ambao wana transition kwenda grade 10 waende hata bila uniform na waende hata bila school fees. Since you gave that directive, Your Excellency, we have moved from 92% admission to yesterday when we reached 96.5%. Kwa hivyo watoto wetu karibu 1.1 wameingia shule, na nataka kuambia walimu hivi, wale watoto wanakuja shule bila uniform, bila school fees, waadmitiwe na wasirudishwe nyumbani, mtoto nyumbani, na wewe tutakurudisha nyumbani. Your Excellency, asante sana kwa ile maendeleo umetupatia hapa. Najua tunarudi hapa siku nyingine, sitaki kusema mengi, na kushukuru sana kwa ile kazi nzuri. Kubariki. Thank you. Waziri wa mambo ya vijana Mheshimiwa Salim Mvurya, karibu. Vijana hoye! Vijana hoye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Mheshimiwa Deputy President Professor Kithure Kindiki, ambaye ni fire si fire na vijana, leo ni siku muhimu ambayo tuko hapa Kisii. Na Mheshimiwa Rais, kwanza nikupongeze sana kwa sababu mambo ya vijana na hakikisha hawa vijana wote wa Kenya umewapangia mambo ya miradi aina mbalimbali ili na wao waweze kujisaidia katika uchumi wao, uchumi wa jamii zao, na waweze kuendeleza uchumi wa Kenya. Mheshimiwa Rais, tukiwa hapa nataka kusema kwamba wakati ulizunguka ulikuwa unazungumzia mambo ya bottom up, na leo ni dhahiri hapa kwamba vijana hawa unawashika mkono kuanzia chini ili waweze kusaidika, waweze kwenda mbele zaidi. Vijana mlio hapa, nataka kuwahakikishia tukiwa Wizara ya Vijana tutaendelea kuhakikisha zile fursa zote ambayo serikali inapanga na kutekeleza tutawajumuisha tukienda mbele. Nyota iendelee isiendelee? Mradi wa Nyota uendelee usiendelee? Rais Ruto aendeleze asiendeleze? Kwa hivyo jambo ya mwisho nataka kuwashauri, ile pesa ambayo mnapata leo si pesa ya kucheza kamari, ni pesa ya kufanya biashara ili maisha yenu yazidi kuendelea mbele. Nyota iendelee isiendelee? Ruto aendelee asiendelee? Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wizara nataka nikukaribishe hapa na naibu wa rais na wenzangu ambao wameandamana na wewe na vijana wote ambao wako hapa. Pili, nataka niwapongeze nyinyi ambao mumefika kiwango hii ya kupokea pesa za Nyota Fund. Kwa nini nasema hivyo? Tulikuwa na vijana karibu 2,000,000 ambao walileta maombi, na kwa hao wote nyinyi ni mojawapo wale wamefika kiwango hii. Kwa 2,000,000 wamepaki karibu 120,000 ndio wamefika kiwango hii katika Kenya mzima. Na ninataka niseme hivi, hii project ilikuwako miaka 5 iliyopita. Hapa Kisii tulikuwa na beneficiary katika hii project hapo zamani. Hapa Kisii na Migori walikuwa beneficiary, lakini Nyamira hawakuwa beneficiary
kwa hiyo project, na hakuna ule unaweza kutafuta katika Kisii au Migori akuonyeshe alikuwa kwa hii program ya business support. Wakati rais alichukua uongozi wa nchi hii, akafanya mabadiliko, akaleta mipango mipya ya kusema kila kijana achutume mwenyewe, kwa sababu hapa awali ulikuwa unaenda kwa chief, ulikuwa unaenda kwa mbunge wako, ulikuwa unaenda kwa MCA wako, anakusaidia, anakupeleka wizara, mambo ya chini ya mesa. Lakini akasema haya mambo ikiwe wazi, na ikiwa wazi wewe mwenyewe ujitume *2544, alafu ufanye hiyo mtihani, na nyinyi mmepitia kwa hayo yote, mumefika hapa. Mchukue hiyo kama nafasi ya kipekee katika maisha yako. Umepewa nafasi ya kuwa milionea, ya kuwa bilionea katika nchi yetu ya Kenya. Ni kila kitu ni kujipanga. Umejituma and you must be committed. Hii ni nafasi yako, na pia una nafasi ya kuendesha biashara yako ikue, alafu usaidie kuandika Wakenya wetu, Wakenya wengine. Nataka pia niwashukuru wale maofisa wa ngao wametusaidia kwa haya mambo yote. Hao machiefs, assistant chiefs wametusaidia kuleta nyinyi hapa, na wataendelea kushirikiana na sisi kuona ya kwamba nyinyi mnafanya biashara zetu in a peaceful environment. Natakuwa tunafuatilia. Leo mnapata first installment, na baadaye mkirudi kwa masomo mtapata second installment, mkiendelea hivyo mpaka miezi 6, tuone ya kwamba nyinyi mnaendesha biashara vile inatakikana. Kwa hivyo, this is your time, don't lose it, take it seriously. Rais has decided that he must deal with the youth of this country, which are the majority in this country, for his motto that pesa mfukoni kwa kila mtu. Kwa hayo, Mheshimiwa Rais, nataka nimkaribishe the Deputy President Fire wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Kithure Kindiki. Nyota ni fire, si fire. Unasema nyota iendelee? Nyota iendelee, isiendelee? Migori oye! Migori tusalimiane kwa mkono. Mheshimiwa Rais, nimekuja hapa kutembea na watu wangu wa Migori kwa sababu hawa ndio kura. Sasa ilibidi asubuhi turauke mapema. Your Excellency, nataka kuchukua nafasi hii pia kushukuru kwa niaba ya watu wa Migori na watu wa Nyamira na Kisii kwa ujumla kwa hii program ya Nyota. Nilisikia mwingine akisema pesa itaongezwa, lakini mimi naamini hakuna pesa ndogo, hakuna. Weka shilingi 1,000 hapa chini sasa hivi uone vile mambo italipuka hapa. Only 1,000 uweke chini. Kila mtu machi yake itaenda kwa hiyo shilingi 1,000. Hii mtu amesahau ama ni nini? Naweza enda na hii ama namna gani? Kila mtu. So pesa yoyote ni pesa ya maana na itasaidia watu wetu. Sana sana sisi watu wa Migori, Your Excellency, hatujazoea sana mambo ya serikali. Kabla wewe hujakuwa president, former president Uhuru alitembelea sisi wakati mwingine 2018, mnakumbuka? Alikuwa ameletea sisi net ya umbu, hii ya dawa ya umbu. Tukakorofishana hapo, viatu ikatupwa, tukakosana, hakurudi tena. Paka sasa President Ruto akakuja. Ndio mara ya pili tukaona mtu anaitwa president. Mnakumbuka? Na ile net yetu ya umbu ikapotea namna hiyo. So Your Excellency, tunashukuru, we are not taking it for granted because these people, wakati tena nimeona sasa rero ni rero, inawezekana hiyo yote imeenda. Imeingia kwa broad base, imeimbwa hapa. Wacha mchanganyiko. Hiyo yote ilikuwa kampeni yetu. Sasa hiyo yote imeenda. Party leader yangu juzi ametangaza
huko Kisumu wamesema bado tuko kwa safari ya Canaan, lakini tutapitia Singapore. Hiyo yote imeenda namna hiyo, Your Excellency. Hiyo yote imeenda namna hiyo. Ya mwisho, Your Excellency, wakati ya uchaguzi unajua imekaribia sasa, wanasiasa sasa kila mmoja anatemeka hata mimi. Lakini unajua kuna ugonjwa iko na shida. Sijui watu ya system iko na shida. Sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga wakuje kwa kiwanja. Watanyoroshwa mbaya sana. Na watu ya ODM na watu ya UDA wakiungana. Safari hii hakuna uchaguzi hapa Kenya. Asanteni sana. Aya DJ. Aya. 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 Vijana hoye. Mnanipata kweli kule ama umeona nimesimama tu ndio hizo speakers tafadhali tunaomba mtupee kwa sababu inaonekana watu hawapati kule. Naona watu Migori hoye. Nyamira hoye. Nyamira hoye. Kisii hoye. Haya. Your Excellency the President, the Deputy President, na viongozi wote na wananchi watukufu, nataka nitakuwa mfupi na nikiendelea kwa sababu I'm seeing kuna shida kule. Kwa hivyo kabla rais asimame, tafadhali wale watu wa sound hakikisha kwamba wale watu wa kule wanapata hii sauti. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru leo asubuhi. Kabla sijaanza, wacha nione watu, mimi mwenyewe niko tamu yangu ya kwanza. Ni watu gani wanatupea 2 terms hapa? Gani wanatupea 2 terms hapa? Bwana, hata mimi nataka tamu yangu ya pili. Kwa hivyo tuko katika hiyo kwa hiyo team. Mheshimiwa Rais, unaona ndio wanapata kule. Mheshimiwa Rais, kabla sijaanza nikubalie, nimeona MCAs wetu kutoka Nyamira, kutoka Kisii, msimame tu muonekane tafadhali. Kwa sababu hao watu nisipofanya hivyo vita ni nyingi. Nyamira msimama juu. Nimeona speaker wa Nyamira nimemwona pale, speaker wa Kisii. Msimama juu. Nimeona speaker wa Nyamira nimemwona pale, speaker wa Kisii. Unaona sasa ndio wanapata sauti kule hawa jamaa. Aya, asante. Deputy speakers. Hiyo sauti ilikuwa mbaya mapema. Asanteni. Asante. Deputy speakers tafadhali, speaker wa deputy governors. Deputy governor wa Kisii yuko hapa Obebo na Daktari Gesami kutoka Nyamira. Kabla sijaongea, mtanikubalia nimwite mwenzangu Mheshimiwa Governor wa Nyamira atusalimie. Nataka nileta apology Mheshimiwa President ya Governor wa Migori kwa sababu yuko kule Nairobi kwa Senate. Ndio sababu hako pamoja na sisi. Mheshimiwa Nyaribo, Nyamira. Vijana nyote hamjambo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President, ninajua among your good work yule umefanya ni mpango wa Nyota, kwa sababu inalenga vijana, kwa sababu future ya Kenya
ni vijana. Kwa hivyo advice yangu kwa vijana, mjue kwamba hata zile kampani kubwa zilianza chini. Bora ukuwe na discipline, ukate gharama ya biashara, ukate gharama ya binafsi na uendelee mbele. Nashukuru watu ya Nyamira. Hamjambo. Tutakutana mbele na tuongee zaidi. Asanteni. Haya, pigia gavana wa Nyamira makofi. Magusiaba. Haya, Mheshimiwa Rais, nikubalie kwa haraka sana. Kabla sijaongea kwa Kiswahili, wacha nisalimiane watu wa Migori na Wanyamira na Kisii kwa Kikisii. Wakire via mbia mole mogo gete ngalero no otura, mogo gete ngalero no otura. Aya ntara nsanta president ngote nirega grazima amanya ngoikire gusi tali boigo Ntagete nganze. Mheshimiwa Rais, kwanza tunataka tushukuru kwa sababu ya hawa vijana. Vile Mheshimiwa Osoro alikuwa amesema mapema, mimi nilipomaliza kidato changu cha 4, ndugu yangu mkubwa aliniambia, kijana lazima ujue vile watu wanaishi. Nikaenda kule Nairobi, Riruta Satellite, hata choo haikuwa kule. Mimi akaniambia lazima nijue vile soko zinajulikana. Hakuna soko sijui kule Nairobi. Ukiniambia Marikiti, Retail, Ngara, Wangige, Toi, Kawangware, zote hata deni zingine sijalipa kufika leo, ambazo nilikuwa nabeba madeni. Sijawahi andikwa kwa kazi ya serikali. Ile kazi nimeandikwa peke yake ni ya mwananchi. Hata kupata 2,000 kuweka stock ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni ngumu. Lakini leo hii tunashukuru kwamba serikali yako inapea hawa vijana shilingi 50,000. Nyinyi mko na bahati. How I wish ningekuwa siku zile na mimi nianze kule. Lakini nyinyi mko na bahati. Tafadhali ile pesa mmepata leo, shilingi 25,000 leo, mkifanya vizuri, next phase mtapewa hiyo ingine. Hii si pesa wewe kupata. Vile PS amesema hapa, uanze kutafuta warembo ama kwenda kununua nyama. Fikiria. Na mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme hivi, wale vijana wataanza biashara, nitawapea mwaka mmoja bila kulipa lisensi. Kwa hivyo hiyo data nitakuwa nayo, nitaambia watu wangu wasilipishe lisensi kwa biashara ambao nyinyi mtaanza. Pili, nataka niseme hivi, Mheshimiwa Rais, uwanja huu tupo. Nakumbuka wakati Baba Raila Amolo Odinga alikuwa hai, tulikuja kule State House. Wewe mwenyewe ukasema utatupea shilingi milioni 500 kwa uwanja huu. Tafadhali utakaposimama, Mheshimiwa Rais, wewe tuambie procurement imefika, ndiposa tumalize uwanja huu. Mheshimiwa Rais, uwanja ukikimbia namna hii, ikifika pale laini 3 zinakufa. Kwa hivyo lazima hii kitu yote ibomolewe, uwanja usongezwe nyuma, na tunakuomba one of the public holiday kabla mwaka hujaisha, tafadhali uifanye hapa Kisii, ufungulie hii uwanja. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu uliahidi soko la Nyambera ambalo tukimaliza saa hizi nitauliza wale wote wako hapa tuende kuangalia limeanza
limejengwa. Kila mtu tafika pale na mnajua kwamba mtarudi hapo uwanjani. Ndiposa watu waende nyumbani baadaye. Wakati rais ameenda, mimi nimeongea na nyinyi, watu wajue ni vipi tunaenda nyumbani. Mbona mnacheka nyinyi? Simba ni fire, si fire. Hiyo ni mambo ya deputy president. Fire, si fire. Mheshimiwa Rais, lile soko nataka nishukuru kwa sababu limeanza kujengwa na milioni 350. Mheshimiwa Rais, najua kwamba umepromise daraja 2. Leo ni soko ya daraja 2. Na umetupea, jana tulikuwa katika mkutano, umetupea 900 million kumaliza lile soko la daraja 2. Tunashukuru, asante sana. Mheshimiwa Nyanchwa, nilikuuliza kilomita 10 lakini ukaamua ukanipa 5. Na ni 400 million. Najua kwamba hiyo tende imefanyika. Mheshimiwa Rais, ni rais ama ni Rash? Nilikuwa naongea Kikisii kidogo bwana. Mheshimiwa Rais, hapa Nyanchwa hizo barabara kabla hujakuja mwezi wa 8 ama wa 9 itakuwa imekamilika. Uwanja wa ndege nashukuru kwa sababu ulituma hiyo tenda inafanyika. Ile tu nitakuuliza Mheshimiwa Rais, tafadhali, ile flyover nilikuuliza, najua kwamba ni bilioni 4. Ile ya daraja 2 kufika Kisi School. Angalia kama ya kina Osoro hii lazima mtafuatilia. Nyinyi unajua ndiko mko jikoni. Na kina Chanda. Tafadhali Mheshimiwa Rais, hiyo flyover hapo ambayo imetoka, barabara imetoka kule Isibania ikakufia hapa daraja 2. Na nakumbuka Mheshimiwa Rais ukiniambia unataka hiyo flyover, tunahitaji ivuke pale ikwende kule. Utaiona wakati tunapita pale. Mwisho, nikubalie niseme haya. Mimi kama gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha ODM, sisi kama chama cha ODM tumekubaliana tutashirikiana pamoja na chama cha UDA. Unajua Your Excellency, nilikuwa nimesema mapema, unajua ng'ombe yako iko na maziwa nyingi. Na nikaambia watu wangu hapa, hii ng'ombe ambao tunalisha wacha tukamue. Watu mnataka hii ng'ombe itupe maziwa? Muko tayari? Unajua nikisema hivyo sijaita Mheshimiwa Rais kwamba yeye ni ng'ombe. Yeye ni rais ni kwa sababu unajua ni juzi nimesema kule Western kwa Mheshimiwa Oparanya kwamba we have sent 5 our German shepherds. Tumeituma katika serikali ya William Ruto. Na Mheshimiwa, hizi umbwa zetu kubwa zikiwa hapo zinafanya kazi nzuri. Tafadhali uzifundishe adabu kidogo, ndio zikirudi kwetu ziko sawa. Sisi tuko tayari kufanya pamoja na kazi. Kwa hivyo Mheshimiwa Oparanya, wale watu walikuwa wanapiga kelele, usijali. Mimi I meant you are the best from our party that we have given to the president. Kwa hivyo ninataka nimalizie hapo, niwaulize ndugu zangu, kura ambazo zinakuja, sisi tumeamua tunataka maendeleo. Mambo ya mdomo nyingi tumesema lazima tupoeshe. 1.5 umebaki. Lazima tutahakikisha tumejenga taifa letu. Na nimeahidi kama deputy party leader wa chama cha ODM kwamba chama chetu hakina shida yoyote. Wale vijana mnaona wanapiga kelele pale ndani, wao hata sisi tulikuwa tunapiga kelele. Mtu peke yake alisimama kama alikuwa anataka kiti ya party leader wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hai Kasarani, ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio the second in command.
katika chama cha ODM. Wananchi msikuwe na wasiwasi. Wananchi msikuwe na wasiwasi. Sisi lazima tutahakikisha maendeleo, na tumeshirikiana na serikali maendeleo ifike kwa mwananchi. Wale ambao wako na wasiwasi, wale wengine hawana agenda, hawana nyota. Sasa nyota imefika hapa, tunauliza wakuwe na agenda. Wakileta nyota, maendeleo mengine tutaongea. Mheshimiwa Rais, kabla mimi sijamaliza, nakumbuka tukiwa sisi katika opposition, yule jamaa ambaye alikuwa impeached kabla fire ingia ofisini, walikuwa wamesumbua sisi hapa, lakini nashukuru kwamba Mungu ambaye hali mahindi ambaye imekaangwa, Mungu ambaye akuli githeri ama nduma, ni mkubwa. Leo hii tuko pamoja, tunajenga taifa la Kenya. Nataka nimalizia hapo kwa kusema, wacha nione vijana hapo, wale mmefika, wacha niwaulize, nione kama mko tayari kusimama pamoja na sisi mpaka mwisho wa kamba. Nyamira, mko tayari? Hebu nione hawa watu. Inawezekana tuko na watu wa one time hapo. Kama wewe ni mtu wa one time, napewa uwanja upate watu wawili. Hapa ni watu wangapi? Nyamira, wacha nione juu. Watu wa Migori, hebu nione. Na mlikuwa wengi. Sasa ile hii saundi ilikuwa mbaya. Kisii, mule tayari? Hebu nione namna hii. Wale ambao wamekuja kuangalia vijana wakipata hii shughuli, unajua mniuliza, mashabiki ni wengi kuliko wale ambao wametunukiwa. Wale mashabiki mmekuwa witnesses kwamba hao watu wamepewa shilingi 25,000 leo na watapewa ingine 25 baadaye. Kwa hivyo nyinyi lazima mfanye bidii. Asanteni na Mungu awabariki. Simba Arati ni fire, si fire. Simba Arati ni fire, si fire. Bas, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, mradi huu wa Nyota ni mradi wa serikali wa kuweka nguvu vijana ili wafanye biashara kulingana na vile wewe Rais ulituongoza wakati wa kampeni, tukaahidi katika manifesto yetu. Kwa hivyo hii program ni ya kuwezesha vijana waanze biashara zao ndogo ndogo ambazo baadaye zitakuwa biashara kubwa. Huu mradi wa Nyota unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakupata nafasi kuwa na degree, kuwa na diploma, lakini Mungu amewapatia talanta ya mambo ya biashara. Na kama sio huu mradi, hawa vijana wangepata msaada, kwa sababu sana sana hapo nyuma tumekuwa tukiangazia wale labda wamehitimu kupitia vyuo vikuu peke yao. Nataka nikushukuru Rais kwa sababu kupitia mradi huu zaidi ya vijana 800,000 watapata manufaa. The Nyota program will eventually target 820,000 young people. Na kuko na component kadhaa. Component moja ni hii component ya business support, 50,000 shillings for, and we want all these programs including Nyota to empower our young people. Before I invite you, Your Excellency, allow me to say one last thing. Niseme jambo ya mwisho.
ya kwamba kwa muda mrefu wanasiasa wametumia vijana kwa manufaa yao ya kisiasa bila kujali kuwezesha hao vijana ndio hata hao wakuwe watu ambao ni watu wa kuchangia kujenga nchi yetu na kujenga familia zao. Many politicians walikuwa wanaona vijana na wanataka kuwatumia kuwa hecklers kwa kwenda kupigia kelele opponents wa hao watu katika mikutano. Viongozi wengine wametumia vijana kama goons wa kuleta vita na vurugu katika mikutano ya kisiasa. Wengine wametumia vijana ati kama bloggers wa kusukuma ajenda zao katika mitandao. Wengine wametumia vijana kama tu wapiga kura bila kujali young people to empower them and to also for national development. Juu mmekuja na mbeba simu Migori, mbebeba simu. Wacha nione simu, kwa sababu tunataka tuhakikishe kwamba kila kijana ambaye hapo hapa beneficial. Nyota ni fire, si fire. Namba tusimame tukaribishe rais. Nyota ni fire, si fire. Rais Ruto ni fire, si fire. Aya, tafadhali tunaweza keti chini. Vijana hoye! Vijana hoye! Nyamira hoye! Migori hoye! Kisii hoye! Ni leo si leo. Ni leo si leo. Na mimi nimefika. Nimekuja. Na nimebeba. Bwana. Si ndio? Waswahili walisema hayawi hayawi. Si yatakuwa leo? Si ni leo? Basi. Mimi kwanza, asante sana vijana. Mimi kwanza nataka niseme asanteni sana Kisii, Nyamira na Migori kwa kutukaribisha katika uwanja huu wa Kisii Stadium kwa siku ya leo. Na tumefika hapa kwa sababu hatujakuja mambo ya siasa, tumekuja mambo ya biashara. Kwa sababu tuko na wakati wa kila jambo. Mimi wakati tulienda kwenye uchaguzi, tulijua na tulisema ya kwamba changamoto kubwa ya Kenya ni vijana wengi wamesoma, wamemaliza standard 8, form 4, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini shida kubwa ni ajira na biashara ambayo haiko. Na imekuwa ni matatizo sio ya hapa karibu. Haya ni matatizo ya jadi. Tumekuwa na serikali, tumekuwa na ingine. Lakini safari hii tulisema kwa vyovyote, juu chini, kulia, kushoto, mbele na nyuma, lazima tuwe na mpango maalum makusudi ya kuhakikisha kwamba tunawapanga vijana na ajira na kuwapanga na biashara. Yale tunafanya leo ni mambo ambayo yalikuwa yanazungumziwa, but today
we are moving from talk to action. We are moving from promise to reality. Na ndio sababu hiyo mimi nasimama hapa Kisii leo mbele ya hawa vijana. Hapa tuko na vijana 8,820 ambao leo hapa watatoka na pesa zao. Kufikia leo kwa hii kazi ya Nyota, leo tunafikia vijana 1,103 ambao tutakuwa tumewapatia hii pesa ya Nyota, na tunaendelea. Jumatatu nitakuwa kule Kisumu. Baadaye wiki hii nitakuwa kule Kilifi na kule Mombasa. Alafu nitaenda Northern Kenya. Nikimaliza awamu ya kwanza nitarudi hapa tena, kwa sababu bado kuna vijana wengi nimeona wameketi kule, bado wale hawajapata nafasi yao, na lazima pia tupange nafasi ya wale ambao leo hawaketi hapa. Vijana hoye! Mimi nataka niwaeleze vijana ambao mlikuja kushuhudia wenzenu hapa, na nimeona mmekuja kwa wingi. Mimi nataka niwapatie hakikisho moja, na nyinyi sitawasahau. Nafasi yenu inakuja, so just be patient. Hii program ambayo tuko nayo hapa leo, nataka niwaeleze, wengi walikuwa wanatuambia ya kwamba haya mambo ni ya uongo, hii ni porojo, hii ni sarakasi, lakini hawa wote tutawaaibisha, kwa sababu tutahakikisha kwamba yale tumesema tunayatekeleza. Today here in Kisii Stadium, we are actualizing a commitment we made to the young people of the Republic of Kenya, that the bottom-up economic transformation, bottom-up was not a slogan. Pesa mfukoni was not a lie. We have come here to make sure that we actualize. Wale vijana mko hapa ni kutoka kila ward, every ward in Nyamira, in Kisii, and in Migori is represented here today. That's what we meant when we said bottom up. We wanted to look for young people from every corner, irrespective of their standing, irrespective of their political persuasion, irrespective of the communities they come from. We wanted to make sure that everybody, na hapa tuko na vijana wamesoma form 4, tuko na wengine wamewacha form 3, tuko na wengine wamewacha form 2, wengine standard 8, wengine hata shule hawajaenda, lakini kwa sababu ni vijana wa Kenya wako hapa leo, kwa sababu bottom up was a reality we must live in the Republic of Kenya. No young person in Kenya is going to be left behind. Vijana hoye! Vijana hoye! Kama mtu hajapata bahati ya kwenda shule, ama alifika standard 8, ama hakumaliza form 4, ama alimaliza form 4 hana ujuzi na hana kazi, sio makosa yake. Na ndio sababu serikali ya Kenya lazima ipange ajira, ipange biashara ya wale waliopita mtihani na wale hawakupita mtihani pia. Lazima tuwapangie maisha yao tuweze kusonga mbele pamoja. Tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee?